Kwani kuna mtu alikuwa ameadi naye? Kiukweli hata mimi sijui. Maana sikuwa na appointment na mtu yoyote yule. Alafu kama kungekuwa kuna mtu anakuja kwangu, mimi nafikiri angenipigia simu. Sasa sijui ni nani yule. Basi nenda kumsikiliza. Okay, basi nipe dakika moja. Wa vipi mzee? Safi. Inakuwaje? Mbona kama hivyo bila taarifa mama? Wewe mwanangu, mimi nimekuja hapa nina kipengele. Kipengele gani tena? Yaani kuna mtoto huo nimempata. Yaani nilikuwa namsalandia kishenzi yani. Asa leo ndo kaingia kwenye 18. Kwa hiyo hapa mchawi geto mwanangu. Kwa hiyo wewe kama inawezekana hapo nisababishie muda huu mimi niingie ndichi ni uwe mwanangu. Sasa mwanangu, mbona kama unayumba? Kwa sababu wewe geto unalo. Yaani how come unatoka geto kwako unakuja kwangu unataka kuniazima geto ufanye mambo yako? Naelewa mwanangu. Na ndio maana toka mwanzo nikakwambia kwamba mimi nina kipengele. Mtoto mwenyewe si unamuona? Si mwanafunzi huyo. Kwa hiyo unataka kuniambia ile ngoma yako? Mwanangu, ngoma yangu ile. Yaani kitambo nimeifukuzia kishenzi. Asa leo nimepata nafasi. Sitaki niikose. Wewe mwanangu, mbona una hatari sana? Hivi ushasahau kwamba kuna watu wanafungwa miaka 30 kwa sababu ya kutembea na wanafunzi? Alafu au kama unajirahisisha kama hivyo mwanangu? Asa hapo mwanangu utakuwa kama unanichalazia, Yaani mimi mpaka nakuja kwako, ni kwamba nahitaji unisaidie. Kwa hiyo kama inawezekana wewe nisaidie mimi nimalize biashara. Kama kuna maongezi mengine tutaongea baadaye. Wewe si unaona mtoto mwenyewe nimemweka muda wote huo, Kwa hiyo ifanya mambo mimi nimalize mwanangu. Sasa hapo mimi nimekusoma mwanangu. Sema utakuwa umefeli. Kwa sababu mimi mwenyewe nina kipengele changu huko ndani. Yaani muda ule unanishtua, mimi mwenyewe nina mzigo pale. Na ndio nipo katikati ya joto, nipo kwenye maandalizi. Wewe unaniita. Yaani hapa nimekuja tu kwa heshima yako mwanangu, lakini kama shida yenyewe ndio hiyo, niache kidogo. Niache nimalize mambo yangu. Kama una kipengele chako labda mstopishe mida, mimi naweza nikakuzingatia geto ukaua mambo yako. Kwa niache mwanangu. Baby, unajua kuna watu wanajua kuharibu furaha za watu. Maana nikikwambia hata kitu alichonitia hata akieleweki. I hope sijachelewa. Baby, sitaki kuamini kama dakika 2 hizi tayari ushalala. Baby. Baby. Unanitania, Yule alipa, huyu alipa, bado weye ni gehela yangu. Sasa mzee wangu, mimi nakumbuka nilishakupigia simu kwamba katika ile kodi unaonidai mimi nafanya mipango siku 2 hizi naweza kukukamilishia. Sasa nashangaa tena umekuja umenifuata hadi nyumbani wakati tulishaongea katika simu. Kwa wewe wanipangia mimi kuja kwa nyumba yangu, si ndio? Sasa sikilize kwa uzuri. Mimi nikwambie kitu kimoja. Ipo hivi,
Hii nyumba mimi nimejenga kwa gharama na mpangaji ndo kama weye wanisumbua. Sasa mimi nifanyeje? Awachukulia ya matofali yamejipanga panga yamejipanga panga amejiweka. Mimi nimetumia gharama kulita mafundi hapa. Mimi naomba hela yangu bwana. Sawa, mimi nafahamu kama unanidai hiyo pesa. Na ni wajibu wangu mimi kulipa kwa sababu siwezi kukaa kwenye nyumba ya mtu bure bila kulipa. Lakini kwa nini unashindwa kunielewa ninavyokuambia kwamba nafanya mpango ili nikukamilishie hiyo pesa yako? Kwa hiyo wewe hauna hela wewe. Hela mimi ninayo. Sema kama nilivyokuambia kwamba mipango yangu tu haikukaa sawa. Kwa hiyo suni tu mimi naweza nikapata hiyo hela afu tukakoblest hapo tukamaliza kila kitu mzee. Alafu kitu kingine mimi nikwambie kitu, usinichukulie poa mimi kunongelea maneno ya kiuni wewe. Mimi sio muuni kama wewe, wewe mpumbavu, codeless nini hapa? Usinichukulie hivyo bwana. Mimi vile vile nilikuwaga muhuni mie. Na kutimua mimi kwa nyumba yangu. Yaani wao waniletea dharau mimi. Mimi nakuomba kodi yangu, wasema hela unayo. Alafu mala huna hela. Sasa wewe unchukuliaje mimi? Mimi nitaka nikusaidie wewe, nikuingize kwenye mfumo wa ubulangata pale. Siwajua tena si watoto walamu. Sasa nisikilize na kuuliza tena kwa mara ya pili. Hela unayo au hauna? Sasa mzee, hebu ifike wakati tu tunaheshimiana basi. Kwa sababu hii inakuwa kama umekuja kunidhalilisha kwa wapangaji wenzangu. Nini sasa hiki unafanya? Makelele kibao wakati ni jambo ambalo tayari mimi na wewe tulishalizungumza. Inakuwaje unafanya vitu kama hivyo? Alafu isitoshe, wewe mwenyewe unaelewa kabisa kwamba mimi nimezidisha wiki tu. Na mara zote huwa nalipa kwa wakati. Na maana hiyo wiki mzee wangu ndo unashindwa kunielewa mimi, unisikilizie ndani ya siku 2 hizi niweze kukamilisha hiyo kodi yako nikupe. Kumbe wewe unadharau. Yaani kukaa kwenye nyumba ya mtu wiki tu unaona ni kitu chepesi. Si ungejenga nyumba ya kwako wewe ungekaa? Au unachukulia hize? Unachukulia poa? Sasa nisikilize. Wewe ulitakiwa ulipe kabla ya kukaa. Sasa unachukulia hize, unachukulia nyumba kama imepachikwa hivi. Imejengwa hii mjomba bwana. Sasa nisikilize. Umenielewa? Wewe si unadharau wewe. Sasa mimi nataka hivi, niingie humu ndani, niangalie kitu chenye thamani na hela yangu ya kodi, nivichukue, niviweke kwangu, wewe utavozulula huko, utavodampa, utavoswampa, ukipata hiyo hela, utakuja hapa. Utanilipa hela yangu alafu wewe utaendelea kukaa. Jambo jepesi hilo. Una utata hapo? Bismillah. Acha basi mzee, acha mambo hayo bwana. Sasa huko ndani unataka kufuata nini wakati tunaweza tukayamaliza tu hapa? Cheche. Yaani wewe wansukuma mie, si ndio? Wewe wapata wapi ujasiri wa kumsukuma mtu mkubwa kama mie? Yaani bosi wako aliyekupangisha kwenye mjengo. Wewe unchukuliaje wewe? Balida. Vile vile mimi naziweza. Twende. Hebu nisikilize basi mzee wangu. Mimi sina maana hiyo. Mimi nilikuwa najaribu tu kukuelewesha hiko ambacho unachokifanya sio. Alafu isitoshe, mimi lengo langu nilikuwa nataka nikwambie kitu kimoja. Hapa nina kiasi kidogo cha pesa hapa. Kwa hiyo kama utata ni huo unashindwa kunielewa, basi nikupe hii kama utangulizi. Alafu hiyo nyingine mimi na wewe tutamalizana. Ili mradi tuondoe ili zogo watu wote wanasikia rafiki yangu kama unanidai kodi na kuaje. Shika hii. Nitakuwa nimepunguza kwenye kile kiasi unachonidai. Ola. Kumbe wewe muoga. Isikia masuala ya ndundi tu, watoa hela. Kumbe mimi kijana mandundi tu watoa hela. Alafu vipi? Mbona kunja imekuwa mzigo wa bangi au? Funua hapo fichua tuone. Hii ni shilingi 20,000. Kwa hiyo nafikiri unaelewa kiasi ambacho kilichobaki. Mbulete huko. Sasa sikilize. Hii 20,000. Sasa 20,000 hii katika miezi yako 2 unaolipaga na kudai 40,000. Si sawa? Sawa, nimekuelewa, haina shida. Alafu wewe langu nyingine unitumie kwa simu. Makemia achoka kuja huko. Kitaka kuona utofauti kwako wewe na wengine ni pesa. Kuna watu wakiwa nazo wanajikuta wao sio watu tena. Wengine wanajikuta ni miungu watu. Wengine wanajiona wanaweza kila kitu. Wengine wanyanyasa watu wenye hali ya chini. Pesa inatufurahisha. Pesa na inatutesa.
wanavyofanya watu wengine. We dada, vipi? Mbona umenisimamia hapo alafu unanikazia macho kama hivyo? Una shida gani na mimi? Wewe, mimi sinaongea na wewe. Umekuja hapa umenisimamia muda wote alafu uongee, una shida gani na mimi? Wewe utakuwa una akili timamu, sio bure. Gozi, ukitaka uishi kwa usalama katika maisha yako, unatakiwa umuoe yule mwanamke uliyemuua. La sivyo, litakukuta jambo kubwa sana. Mbona sikuelewi? Unazungumza kuhusu nini? Na pia umewezaje kujua jina langu kama mimi naitwa Gozi? Wewe ni nani? Sina sababu ya kurudia maneno. Nafikiri umeshanielewa. Na kuhusu kukujua, na kujua kuliko unavyofikiria, na ninajua kila hatua yako. Kwa hiyo, fanya nilichokuambia. Lakini Vipi mwanangu? Mwanangu, nina mtihani na majanga kinoma noma. Yaani hapa ule muda ulioondoka, yani kuna issue imetokea, yani hata sielewi na isolve vipi. Kwa hiyo mwanangu, anifanye inavyowezekana. Njoo huku Mageto tuangalie tunasaidiana vipi. Yaani sielewi hapa nilipo, nimechanganyikiwa. Sasa ungenipanga mwanangu, kwani kuna nini? Mwanangu, ni siwezi kukuelezea kwenye simu. Wewe fanya uibuke hapa, kila kitu kitakuwa sawa. Fanya uibuke mwanangu, ni solve, sielewi. Basi poa fresh. Mimi nakuja sasa hivi hapa. Haina noma, utakuwa umetisha. Vipi? Kuna tatizo lolote? Kuna mwanangu amenipigia simu hapa. Ameniambia kuna shida. Hivyo mimi itabidi nichomoke muda huo. Sasa mbona ghafla? Na mimi nilikuja kwa ajili yako. Na hata hivyo nimeaga nyumbani, nitachelewa kurudi, nitapitia kwa shangazi. Sasa inakuwaje unaaga haraka haraka? Na mimi nyumbani nikirudi mapema itakuwaje? Ndio kama hivyo. Mimi mwenyewe sijapanga itokee hivi. Kwa hiyo imetokea kama dharura tu. Kwa cha msingi hapa inabidi wewe ujiandae ili utoke na mimi nifunge mlango ili na mimi niende huko. Hakuna namna. Kwa hiyo inaonekana issue iko serious sana. Maana hata jamani nilivyokuwa naongea naye inaonekana kuna kitu kizito. Hivyo siwezi kudharau. Inabidi mimi niende tu. Basi sawa. Sawa. Jiandae basi chapu ili utoke na mimi nifunge mlango ili niweze kwenda. Haya. Kaka, hii kesi tena sio kesi ndogo hii. Hii ni kesi ya mauaji kaka. Yaani ukija ukigundulika, hii ni miaka 30 kaka. Yaani ukisikia kufia jela ndio huko sasa. Ila tuachane na hayo. Mimi kuna kitu nilikuwa nataka nikuulize. Kwani wewe unapajua huyu binti anapokaa au kuna ndugu yake yote ambayo wewe unamfahamu ili tujue tunaanzia wapi? Kaka, yaani ninavyokuambia huyo binti mimi sipafahamu kwao, simjui ndugu yake wala yeye mimi pia anifahamu familia yangu. Yaani
picha linaanza huyo dem mimi nimegumiana naye Facebook. Na kipindi chote tulikuwa tuna chat, yani hatujawahi kukutana hivi. Kwa hiyo huyu ni demo ambaye alinisumbua kwa kipindi kirefu sana. Yani mpaka unaona leo imetiki, yani mimi nimeona kama zali, lakini ndio siku ambayo mimi naingia katika majanga. Yani sielewi hata kitu gani nafanya. Kiukweli mimi akili yangu imefikia mwisho kaka. Hebu nipe idea tunafanyaje kwa sababu naiona jela. Mbona kama changamoto hii? Hiyo cheche mwanangu. Ila cha kufanya hapa, inabidi huyu binti tumzike ili tupoteze ushahidi. Mbona sikuelewi Rudo? Yaani unasema tumzike wakati unajua kabisa kwamba uko nje kote kweupe. Mchana jua linawaka na watu wanatazama. Alafu tutoke na maiti huko nje tunapita nayo tunaenda kumzika kweli? Umefikiria vizuri wewe? Kweli mwanangu wewe umepagawa. Yaani ili tukio hatulifanyi saa hizi. Tunasubiri usiku utakapoingia ndio tunaenda kumzika huyo binti. Na hakuna mtu yote atakayejua hili. Hapo nimekuelewa mwanangu. Yaani hapa naona hata hicho kiza kinachelewa kuingia. Natamani usiku ifike haraka haraka tumalize hili jambo. Inanitenga na marafiki. Hiyo ni pesa, umenifunza mengi. Unaleta furaha, maumivu kara.